mtu anachukulia simple. Kitu unachokiwaza kina manifest nje. Kitu unachokiwaza kinaleta matokeo nje. Imagine kama kuna jambo unalifikiria kila mara, ndilo linalokuja kutengeneza moyo wako. Kama ni la kidhaifu, linaufanya moyo wako kuwa dhaifu. Kama ni jambo lenye nguvu, linafanya moyo wako kuwa na nguvu. Kila kitu unachokiona hapa hakijagi tu mtu ameamua. Watu hawaamui, watu wanaanza kuwaza. Wewe imagine kwamba hata kuumbwa mbingu na nchi pamoja na mwanadamu ni wazo la Mungu. Walikaa chini wakasema na tumfanye. Neno tumfanye, aliyetoa hoja aliwaza. Yaani aliwaza kwamba hapa ili hii dunia ikaliwe sasa, tutaweka mijusi, haiwezekani. Tutaweka siji ng'ombe, haiwezekani. Tutaweka punda peke yake, no. Hapa lazima tufanyaje? Tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakafanyaje? Wakatawale. Tafsiri yake, wazo ndilo likaleta matokeo ya sisi unaotuona hapa. Kwa hiyo kupitia mawazo tunataka tuone matokeo. Kwa mwezi naingiza shilingi ngapi? Naweza kwa wiki kuingiza shilingi ngapi? Alafu ipigie bajeti. Watu wa Mungu, sisi ni wavivu wa kufikiria. Unapenda maisha mazuri alafu na mawazo mabovu. Tafuta mawazo imara alafu tembea kwenye mawazo hayo. Kwa sababu hakuna majibu ya maombi yatakayotokea nje na mawazo yako. Anasema unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo huwezi pata kitu chochote nje na mawazo yako. Majibu ya Mungu ya maombi unayoomba yatakuja sawa sawa na mawazo yako. Ukiwaza madhaifu, yeye anasema aliye dhaifu aseme mimi ni nani? Nafikiri Mungu mpumbavu. Anajua kabisa wewe ni dhaifu, lakini sema nini? Kwa nini? Manake Mungu anataka utoke kwenye kuwaza udogo.